Wakubwa hivi ushawahi kusikia kuhusu simu au iPhone non-active? Na je, nini faida ya kununua iPhone au simu non-active? Sasa mwanakitaa iko hivi, iPhone au simu non-active ni simu ambayo haijawahi kuactivatiwa au simu ambayo haijawahi kutumika kabisa. Maana yake nini? Ingekuwa ni magari, hizo ndo simu ambazo ni 0 kilomita. Na changamoto ni kwamba hizi simu huwa zinapatikana mara moja tu baada ya production. Yani kwa mfano, kwa sasa iPhone 16 series ndo rahisi kupata ambayo ni non-active. S25 Ultra ndo rahisi kupata ambayo ni non-active. Na yote hayo yanakuja kwa sababu production ya simu za nyuma imeshaachwa. Yani baada ya kutoa toleo jipya tu, production ya simu za nyuma imeachwa. Kwa mfano, walipotoa iPhone 16 wameacha kutengeneza iPhone 15. Maana yake ni nini? Sio rahisi kupata iPhone 15 kushuka chini ambazo ni non-active. Even though kwa 15 labda S24 Ultra pia unaweza ukapata ambao ni non-active, ila sio rahisi kupatikana. Ila kwa simu kama sijui iPhone 14, sijui S23 Ultra sio rahisi kabisa. Kwa simu nyingi ambazo zinakuwa zinapatikana hizo ni refurb. Na maana yake ni nini tena mwanakitaa? Maana yake ni kwamba simu zenye vigezo vya kuitwa simu mpya ni non-active peke yake. Hizi zingine zinatakiwa ziitwe full boxed. Nimekuchosha Kama nimekuchosha mwanakitaa, haikuwa lengo langu. Lengo langu litakiwa ujue tu kati ya non-active labda na hizo hapo full boxed. Kuhusu simu refurb, maana yake nadhani tumeshatoa sana kwenye page yetu hapa, ipo. Ukienda YouTube pia ipo. Najua bado utakuwa unajiuliza nini faida ya kununua simu ambayo ni non-active. Kitu cha kwanza mwanakitaa, unatakiwa ujue kwamba hiyo unakuta warranty ya kampuni husika kwenye hiyo simu. Yani kwa mfano, ukinunua iPhone 16 ambayo ni non-active, ukienda Dubai, sijui China, sijui Japan, sehemu yoyote ambapo kuna Apple Store au kuna store husika ya hiyo simu, ukienda wanakusikiliza na wanakurekebishia kwa sababu ni simu yao, wanaitambua. Faida nyingine mwanakitaa, hata kwenye habari ya water resistance, simu non-active ndo simu pekee ambayo at least tunasema ina 100% water resistance, kwa sababu yenyewe haijawahi kuguswa kabisa toka imetoka kiwandani. Najua unataka kujua mengi sana kuhusu non-active mwanakitaa. Sasa haya ni mambo ambayo tumekuletea siku ya leo. Kama unataka kujua zaidi, kuna video iko YouTube au unaweza kucomment hapa chini tukairudia video tukaongezea vitu vingi sana kuhusu non-active. Ila kwa lugha rahisi, hiyo ndo maana na faida ya non-active.